Sawa, kwa kuendelea Dr. Fileuka, hivi kuna stages za changamoto ya afya ya akili? Yes. Katika matatizo mengi ya zote zina stage. Kwa dalili, kuna dalili za kiasi, unaanza taratibu, inaenda za kati, alafu inakuwa za sasa ile ya kukota makopo. Kukota makopo unaongelea labda ugonjwa mmoja au umeelewa? Kukota makopo au kuwa na maruerue na nini, hizo ni ugonjwa mmoja tunaita psychosis. Lakini katika matatizo ya afya ya akili au magonjwa ya afya ya akili yako mengi. Dalili zingine sio lazima ukote makopo, ila upo kwenye high stage. Na kwenye high stage hatuangalii kukota makopo wala nini, tunaangalia kwa Kiingereza tunasema your occupational functioning pamoja na social functioning. Nasema vile vitu vinne kwa hiyo ukiwa kama mahusiano yako haujishirikishi, unakuwa ni mtu tofauti, yani hauko katika, haujishirikishi kijamii, ni moja hapo, hiyo tunaita social functioning. Na ikifikia pointi ufanyi kazi au hali ya kufanya kazi haipo, ufanye shughuli yote, hiyo tunaita occupational functioning. Zote zikiwa ziko chini, then tunasema hapo nimeshafikia kwenye severe, unahitaji either matibabu, tiba ya kisaikolojia au tiba ya dawa. Kwa kuna dawa kumbe za mtu ambaye ana changamoto? Kuna dawa, na pia kuna tiba mazungumzo, kuna tiba ya dawa, na pia kuna tiba ya kazi. Kwa kuna tiba mazungumzo tunaita tiba ya kisaikolojia, ambao kuna psychologist wanafanya. Alafu tiba ya dawa ambao ndio wengi madaktari ambao tunaita psychiatrist. Kwa ukishafikia kwenye unahitaji kutumia dawa, then utakupa dawa. And then kuna tiba ya kazi ambayo tunaita occupational therapy, na kuna occupational therapist. Kwa wote kwa mjumuisho waga wanafanya kazi, na saa nyingine ugonjwa utakuwa unahitaji either upate tiba ya kisaikolojia na tiba ya dawa. Kwa hiyo stage yako inadetermine wewe unahitaji nini, utahitaji nini, na ugonjwa wako utadetermine unahitaji kitu gani. Swali la kizushi kwa sisi vijana sasa, hivi hii ya kusema kwamba labda unakuta wadada wengi sasa hivi wanahitaji mwanaume ambaye yani yuko perfect kwa kila kitu, ana kimoja na mbili na tatu, au wavulana ambao wanahitaji mwanamke ambaye labda ana moja, yani yuko perfect kwa kila kitu. Hivi nayo ni changamoto ya afya ya akili? Sio changamoto, hizo tunazita ni fantasy. Yani unataka kufahamu, umeshaangalia movie za Kihindi? Yani mtu akipenda anapendwa, yani kama vile kila kitu anaona kwenye picha nini, si ndio haya mambo? Lakini haya mambo in reality hamna. Yani katika uhalisia hakuna. Na ukiangalia katika vile vitu vinne, sidhani kama kila mtu, yani mtu ambaye yuko perfect kwenye vyote vinne, kwenye kukopo, kwenye mahusiano, kwenye kazi, kwenye ustawi au ile hali ya kujitambua. Kwa hiyo perfect wewe utaweka kwenye fantasy, nataka mtu wa namna hiyo, namna hii. Lakini mahusiano mengi tunapenda uangalie mwenzako, umtambue mwenzako yukoje, ana weakness ipi, ana strength zake zipi, na wewe ujitambue, alafu mkutane katikati kwamba okay, mimi huyu wewe ndo unazijua weakness zako, unataka hiki na hiki na hiki, au mimi hivi na hivi na hivi, huwa unachelewa kuvaa na nini tukiwa tunatoka out, au mimi. Kwa vile ukishamuelewa mwenzako inakuwa ni rahisi, na mahusiano yanaenda vizuri. Lakini ile perfection ndio inaletaga tatizo, inaleta magomvi, inaleta kutoelewana, kila mtu anasema huyu mbona, kwa sababu hata katika makuzi wewe umelelewa na familia ambayo ina asili yake, ina tradition zake, ina zile value zake. Na mimi nimezaliwa sehemu nyingine ambayo makuzi yangu yako tofauti, kwa hiyo hatutaweza kuwa sawa. Kwa mimi kuna tabia fulani nitaziona ziko sawa, wewe utaziona ziko tofauti. Kwa hiyo yote hayo yapo. Kwa hiyo perfection kwa kweli, katika nikisema kwa vijana, jaribu kumsoma mwenzako, umuelewe. Na ukiona hauwezi kumuelewa, kabisa. Okay, unaweza kwa sababu
what we believe ni kwamba unakutana na cases nyingi za watu labda kuja kuwafanyia hizo counseling na nini. Unaweza kushare na sisi at least story moja ya mtu, labda kushare experience moja ya mtu ambaye umeshakutana naye kwa changamoto ya akili? Mimi ni daktari na ni mtaalamu wa afya ya akili na afya ya akili ni kitu ambacho ni nyeti sana. Kumbuka afya ya akili ni kitu ambacho ni kina unyanyapaa katika jamii, maeneo mengi. Sasa ukiniambia kama mimi daktari nimesimama hapa na najulikana na wagonjwa wangu wako wanaweza wakawa wananiona, naanza kutoa story ya mtu mmoja na mwingine hapa, itakuwa saa nyingine mwingine ukatafikiria kumbe fulani ana tatizo, mbona alikuwa anaenda kwa yule daktari. Kwa hiyo kwa issue ya usiri na issue ya kumheshimu mgonjwa, huaga sipendi kutoa mifano, kwa sababu unaweza ukatoa mfano kumbe ikamlenga mtu fulani ambao sio sahihi. Lakini magonjwa yapo. Kama unataka nikwambie ugonjwa wa wasiwasi au ugonjwa wa sonona, naweza nikakupa dalili kwa sababu I've seen cases, lakini siwezi nikasema nikakupa mfano kuna mgonjwa alikuja hivi na hivi. That nitakuwa nakiuka maadili ya udaktari na pia nitakuwa nakiuka zile sheria za usiri na haitakuwa sahihi. Mimi nimekuelewa upande wangu. I hope pia msikilizaji kupitia hilo pia umeelewa. Si vizuri kwa wewe ambaye ni psychologist au daktari kuendelea kutoa mfano. Yamkini wewe unatoa kwa namna nzuri ya kuelimisha jamii, lakini kiuhalisia mnapaswa jamani kukaa na siri zetu. Mnapaswa kuzitunza siri zetu. Mama amenipa funzo kubwa sana. Asante. Kumbuka pia kwa sababu kuna watu hata majumbani, nina shida, nimepata changamoto, namfuata fulani animweleza. Kumbuka umefuatwa, tunza ile siri, kwa sababu tunaita kuna watu fulani ni watu wa busara katika jamii, ambao ukienda ukimweleza shida yako atakusikiliza, atakuelewesha, atakunini, basi kaa nayo. Na naamini kwamba yuko sehemu salama. Kwa hizo, kwa sababu wakija kwetu this is a safe space kwao, wanaweza wakajimwaga. Ndio maana tupendi kushare kwa chochote kile. Basi hata kama wewe umeonekana wewe ni safe space ya rafiki yako au ni safe space ya mtu wako wa karibu, basi tunza usiri.